Haleluya, 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 haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Sema amina kubwa yenye uhai. Amen. Haleluya. Basi nisaidie kumsalimia jirani yako, mwambie iwe heri kwako. Haleluya. Mbona sijasikia? Hebu mwambie tena iwe heri kwako. Kisha mwambie karibu kwenye ibada ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Basi nakusalimu katika jina la Yesu. Ni muda mzuri sana ambao Bwana ameufanya. Ni saa nzuri ambapo tunakwenda kujifunza maneno ya Mungu. Jumapili ya leo ambayo ni Jumapili ya tarehe 23 mwezi wa 11 mwaka wa 2025, ambapo tunaelekea kabisa kumaliza mwaka huu. Tutajifunza somo fupi ambalo linasema chombo cha heshima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kama unaandika, unaweza ukaandika somo linalosema chombo cha nini? Cha heshima. Chombo cha nini? Cha heshima. Haleluya. Chombo cha heshima, ambapo namba 1 nimesema kwamba heshima ya chombo inaletwa na matumizi yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Heshima ya chombo kiwacho chochote kile inaletwa na nini? Na matumizi yake. Na jambo hili nimelipata katika kitabu cha Yohana sura ya 12 mstari ule wa 26. Yohana 12 na mstari ule wa 20 na ngapi? Na 6, ambapo Biblia inasema ya kwamba mtu akinitumikia na anifuate, nami ndipo na mtumishi wangu atakuwepo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yesu Kristo anazungumza akisema ya kwamba mtu akimtumikia kwa uaminifu, Baba wa mbinguni atafanyeje? Atamheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa heshima ya mtu inapatikana kwa kumtumikia kwa Mungu. Kwa nini? Kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa Mungu hamheshimu mtu ambaye afanyeje? Hatumiki. Bwana Yesu asifiwe. Heshima ya mtu au heshima ya Mungu inatolewa kwa mtu ambaye yuko tayari kushirikiana na wengine. Kwa nini? Kwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndiye Yesu amesema ya kwamba huyo ndiye anayestahili kupewa nini? Heshima. Mtu ambaye yuko tayari kushirikiana na wengine kwa moyo. Mtu ambaye yuko tayari kumtumikia Baba kwa nini? Kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia Yesu anasema pale mwanzoni kabisa, ukiangalia pale mwanzoni kabisa anasema, nami nilipo ndipo atakapo kuwepo na mtumishi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu anasema ya kwamba mahali ambapo yupo yeye ndipo anapokuwepo mtu anayemfanyaje? Anayemtumikia. Kwa ukiona mtu anamtumikia Bwana kwa uaminifu, si kwa sababu yuko peke yake, ni kwa sababu Yesu Kristo yuko pamoja naye. Maana Yesu amethibitisha ya kwamba mahali alipo yeye ndipo alipo na mtumishi wake. Kwa hiyo mtu anatumika kwa sababu Yesu yuko pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ukiona mtu anajitoa kwa Mungu ni kwa sababu Yesu yuko ndani yake. Kwa hiyo kinachomsukuma mtu kumtumikia Mungu ni ule uwepo wa Yesu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Labda niwape swali kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Niwape homework. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jinsi ambavyo woga tunawaita wanaume ambao hawatumiki kwa uaminifu nyumbani. Wanaume ambao wanakwepa majukumu yao wapi? Nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Mwanaume ambaye akiambiwa majukumu yake anafanyeje? Anakwepa. Unasikia wanampa jina, wanamwambia huyo anaitwa mwanaume nini? Suruali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa leo ni homework. Mshirika ambaye anakwepa majukumu
na yeye tumuiteje? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni homework. Kwa hiyo ni kazi ya wewe kwenda kufanyia wapi? Nyumbani. Kwamba mwanaume ambaye anakwepa majukumu anaitwa mwanaume suruali. Je, na mshirika ambaye anakwepa majukumu, hayuko tayari kushirikiana na wengine kwa moyo, na yeye tumuiteje? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Namsikia mtu kwa anasema tukuite mshirikina. Hapana, hilo la kwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mshirika baada mshirikiana na wengine kwa moyo aitwe nani? Mshirikina. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni la kwako. Mimi nimewapa nini? Homework. Haleluya. Lakini Timotheo sura ile ya pili, mstari ule wa pili. Timotheo sura ya pili, Timotheo wa pili, sura ile ya pili, mstari wa 20 hadi 21. Biblia inasema, basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya mti na vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina heshima. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupewa heshima, kilichosafishwa kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Bwana Yesu asifiwe. Na hii nimeipa namba 2, kwamba ni jinsi gani mtu anaweza kufanyika chombo cha heshima, kwamba ni kwa namna gani sasa mtu anaweza kufanyika chombo cha nini? Cha heshima, ambayo nimeipa namba 2. Nikasema mtu anaweza kufanyika chombo cha heshima kwa kushika sana mambo ya Mungu yanayopuuzwa na watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ili mtu aweze kufanyika chombo cha heshima, lazima kwanza akubali kushika mambo ya Mungu ambayo watu wengi wameyafanyaje? Wameyapuuza. Haleluya. Tunasikia waimbaji wakituimbia wimbo kwamba mtu anatakiwa kushika licho nacho. Hiyo wameitoa katika kitabu gani? Najua ni kitabu cha Ufunuo sura ile ya 3 mstari wa 11. Biblia inasema ya kwamba naja upesi, shika sana ulicho nacho, asije mwovu akaitwaa nini? Taji yako. Kwa hiyo kama mtu ukishindwa kushika ulicho nacho, yuko mtu mwingine atasimama kwenye nafasi yako na kisha atachukua taji yako. Haleluya. Kwa usizani ya kwamba ukijiondoa kwenye nafasi Yesu anapungukiwa. Hapana. Kuna wimbo waga waimbaji wanapendaga kuimba ya kwamba ukiacha mchezo kwa Yesu, yeye na watu wengi, wengine wanapanda milima, wengine wanashuka, wengine wakishuka, wengine wanapanda. Kwa hiyo ukishuka, wengine wanafanyaje? Wanapanda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa heshima ya mtu inapatikana kwa kushika sana kile alichopewa na Mungu. Mungu ameweka nini ndani yako? Hicho ndicho kinachoweza kukupa heshima. Kama wewe ni mwimbaji, kupitia uimbaji wako utapata heshima yako kwa nani? Kwa Mungu. Kama wewe ni mwana maombi, kupitia uimbaji wako, maombi hayo yatakupa heshima yako kwa nani? Kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ukiwa mtoaji, kupitia utoaji wako, kutoa kwenyewe huko kutakupa heshima kwa nani? Kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa huduma Mungu aliyoweka ndani yako ndio inaweza kukuheshimisha, lakini huduma pia Mungu aliyoweka ndani yako ndio inaweza kufanya watu wakutafute. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu wanakiona wewe nacho ambacho wao walikipuuza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sikiliza nikwambie, iko saa itafika watu watakuwa wanatafuta ulimwenguni kote, wanatafuta watumishi wenye upako, wanaulizana, hivi watumishi wenye upako wako wapi? Hivi wachungaji wenye nguvu ya kimungu wanapatikana wapi? Wanasema yuko mmoja amesalia kule Stima Chimbo. Wanakimbia wanakuja, wanasema hapa ndipo tuliona iko nguvu ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu alishika sana alichopewa na Mungu, wala hakuacha mtu mwingine akubali kuichukua taji yake. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo lazima ukubali kushika sana ulichopewa na Mungu.
Usikubali mtu mwingine achukue taji yako. Haleluya! Kuna wakati watakuwa wanaulizana, wako wapi waombaji wenye nguvu ya Mungu ndani yake? Wanasema waombaji wenye nguvu wamebakia katika kanisa lile. Kwa nini? Kwa sababu wengine wote wameipuuza nguvu ya nani? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa mtu anapewa heshima kwa kushika sana alichopewa na nani? Na Mungu, ambacho kinapuuzwa na wengine. Haleluya. Wengine wanapuuza, wanasema maombi ya nini? Wewe uking'ang'ania maombi, Mungu anakuheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wengine wanapuuza, wanasema maneno ya Mungu ya nini? Wewe ukiyashikilia sana, Mungu anafanyeje? Anakuheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Hiyo ilikuwa ni A. Lakini B yake inasema unaweza kufanyika chombo cha heshima kwa kuwa mtu anayetajwa kwa wema. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kufanyika chombo cha heshima kwa kuwa mtu anayetajwa kwa wema. Je, ni kwa kiasi gani watu wanakutaja kwa mema? Ni kwa kiasi gani umejaa sifa njema mbele za Mungu? Ni kwa kiasi gani watu wakikutazama wanamuona Mungu ndani yako? Hiyo nalo linaweza kukupa nini? Heshima. Bwana Yesu apewe sifa. Labda nikupe mfano kidogo. Alikuwepo mama mmoja alikuwa anaitwa Elizabeth katika Biblia. Mama ambaye alikaa miaka mingi bila kupata mtoto. Lakini siku moja malaika akamwendea, akamwambia wewe utapata nini? Ujauzito. Malaika alipompa taarifa ile, na yeye siku moja akatoka nyumbani kwake, akaenda kumtembelea mama mwingine ambaye naye alikuwa ni mama ambaye alikuwa na dumu katika kumtafuta Mungu. Alikuwa ni mtu wa imani kila wakati. Akaenda kumwangalia mama mwingine ambaye alikuwa anaitwa Mariamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Alipofika kwa yule mama aliyekuwa anaitwa Mariamu, alimwambia maneno haya. Akasema, umebarikiwa wewe katika wanawake wote, naye aliyemzaa wa tumbo lako amefanyeje? Amebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu neno hili wanaisoma juu juu lakini hawawezi kulielewa. Haleluya. Haleluya. Alimwambia kwamba umebarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na yeye aliyemzaa wa tumbo lako amefanyeje? Amebarikiwa. Hebu wewe ulishawahi kujiuliza, ni wangapi walishawahi kusema au walishakaa wakasema kwamba wewe umebarikiwa? Mtu anapokuambia neno umebarikiwa, neno hili atakiwa lichukulie kwa nini? Kwa upana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nakueleza neno hili lichukulie kwa upana? Hii ni kwa sababu watu wakisema umebarikiwa, huwezi kuzaa laana. Mtu aliyebarikiwa ndani yake hatutegemei kuona azai nini? Laana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kitu kilichobarikiwa hakiwezi kuzaa nini? Laana. Kwa sababu ndani ya mtu mwema hatutegemei tupate nini? Matunda mabaya. Haleluya. Haleluya. Kwa ndio maana Elizabeth alipomwendea Mariamu akamwambia kwamba amebarikiwa kuliko wanawake wote, lakini yeye aliyemzaa wa tumbo lake naye amefanyeje? Amebarikiwa. Kwa hiyo wewe ukisha kubarikiwa, tunategemea kwamba kila kitakachotoka kwako kiwe ni nini? Ni chema. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ni kwa kiasi gani watu wanakutamka kwa mema? Ni kwa namna gani watu wanakutamka kwa mema katika huduma ambayo umepewa na Mungu? Ni kwa jinsi gani watu wanakutamka kwa mema katika eneo ambalo umewekwa na nani? Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza kukuweka mahali, lakini mahali pale ukaona tamko kwa nini? Kwa mabaya. Unaweza ukajikuta kwa sababu watu wanakutamka kwa mabaya, ukajikuta hata baraka zako unafanyeje? Unapishana nazo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kuna wengine kama sisi ambao Mungu ametupa neema ya kufanya biashara. Unajikuta uko kwenye biashara yako. Mtoto alishaambiwa kule nyumbani, ukimkuta fulani usinunue.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sio kwamba bidhaa unazozihitaji hauna, bidhaa unazo, lakini je, ni jinsi gani jamii inayokuzunguka inakutamka kwa wema? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni jinsi gani jamii inakutamka kwa wema? Wema unasukuma baraka ikufuate. Kuna wakati jamii ikishindwa kukutamka kwa wema, watu wakasema ya kwamba umebarikiwa kuliko watu wote, unaweza ukajikuta unapishana na baadhi ya baraka. Kwa nini? Kwa sababu kuna wakati jamii haikutamki kwa nini? Kwa wema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa unaweza ukajikuta unafanya huduma fulani, lakini inakosa kibali. Kwa nini? Kwa sababu watu hawakutamki kwa nini? Kwa wema. Kwa ni jinsi gani katika huduma ambayo unayo watu wanakutamka kwa nini? Kwa wema. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anayetamkwa kwa wema katika huduma aliyo nayo, asipokuwepo utaliona pengo lake. Haleluya. Asipokuwepo mbingu zinataharuki. Unasikia kabisa mawasiliano yanakosekana. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu amekibeba ambacho wengine hawana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa mtu anayestahili heshima ni mtu ambaye anatamkwa kwa nani? Kwa wema. Haleluya. Kwa lazima ujitahidi sana kutamkwa kwa nini? Kwa wema. Watu wakutamke kwa wema katika eneo ambalo Mungu amekuweka. Kila mtu ana sehemu ambayo Mungu amemweka. Je, katika eneo hilo ni kwa jinsi gani watu wanakutamka kwa nini? Kwa wema. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Mtu mmoja akasema ya kwamba lazima ujitahidi kufanya jambo jema wakati una nini? Una nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Niwahi kukutana na mtu mmoja akawa anasema, natamani wazazi wangu wangekuwa hai nikawafanyia mema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hebu wewe jiulize, ushawahi kujiuliza ya kwamba kuna mtu ushawahi kujiuliza kwa ajili yake ya kwamba natamani ningemfanyia wema, lakini muda huo hayupo tena. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kuna wakati utafika utatamani mchezee Mungu, lakini muda huo umeshakuwa mzee. Unakuwa unatazama zile vijana mbona kama vile wanarukaruka kana kwamba hawataki kumchezea Mungu. Unaanza kusema, yaani ningekuwa kijana, yaani ningekuwa na nguvu, lakini nguvu ulikuwa nazo lakini hukumchezea Bwana. Nguvu ulikuwa nazo lakini ulizitumia nini? Vibaya. Kuna wakati utakuwa unasema, yaani ningekuwa na afya njema, ningeweza kumwimbia Mungu. Lakini kuna wakati kumbe na wewe ulikuwa na afya njema lakini kumwimbia nani? Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Kwa wakati una afya njema, Mungu amekujalia neema, hebu tafuta kutamkwa kwa wema. Bwana Yesu apewe sifa. Tafuta kutamkwa kwa wema. Watu wakutamke kwa mema. Watu waseme hakika kama sio huyu hatusingefika hapa tulipo. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Usije kusema baadaye unasema hapana. Unakuwa unatazama wengine unasema ningekuwa ni mimi ningefanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi je, unafanya? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Lakini jambo la tatu, unaweza kufanyika chombo cha heshima kwa kuongeza thamani yako mbele za Bwana. Unaweza kufanyika chombo cha heshima kwa kuongeza thamani yako mbele za nani? Za Mungu. Lazima kila wakati ujaribu kuongeza thamani yako mbele za Mungu. Mungu alivyokuona jana, akikuona kesho aone ya kwamba kuna sehemu umesogea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Lazima unapotazama na kuweka kwenye vipimo kila siku, uonekane ya kwamba kuna mahali unaelekea. Ndiyo maana siku ile ya Jumatano, pastor akawa anauliza maswali kwa kila mshirika, nasema, hivi masomo tunayofundisha kuna mahali yanakupeleka? Au tunazungumza linaingilia sikio hili linatokea sikio lingine? Kwa lazima wewe kama mtu uliyeko
ujaribu kuipandisha thamani yako kwa nani? Kwa Mungu. Usikubali miaka na inarudi uko vile vile. Ndio maana katika kitabu hiki cha Timotheo wa pili Biblia imesema ya kwamba katika nyumba kubwa kuna vyombo vya aina nyingi. Kuna vyombo vya fedha, kuna vyombo vya miti, lakini kuna vyombo vya udongo. Usikubali miaka yote ukawa chombo cha udongo. Hivi unajifahamu chombo cha udongo? Wangapi wanajifahamu chombo cha udongo? Haleluya. Kuna wengine hamnyoshi, wengine hamfahamu vyombo vya udongo. Chombo cha udongo shida yake ni moja. Ukikishika vibaya kile kuponyeka dondoka, kimevunjika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiingia ndani kwa bahati mbaya ukakipamia, kimevunjika. Ukikikanyaga kwa bahati mbaya kimefanyaje? Kimevunjika. Kwa kuna washirika wengine walipokuwa wanazungumza neno hili katika kitabu cha Timotheo, hakuwa anazungumzia kwa vyombo. Alikuwa anazungumzia kwamba wako baadhi ya washirika wamekuwa kama vyombo vya udongo. Ukimkanyaga anasusa ibada, ukimuonya anaacha ibada, ukimkemea anaacha ibada. Bwana Yesu asifiwe. Yaani anahitaji yeye kuishi naye, uishi naye kama nini? Kama yai. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wende naye kama nini? Kama yai. Bwana Yesu asifiwe. Akija amechelewa kwenye ibada usimwambie kwamba umefanyaje? Umechelewa. Haleluya. Haleluya. Kama mko kwenye kwaya akiimba vibaya usimwambie kwamba umeyumba vibaya. Ndio chombo cha udongo. Maana ukikanyaga kinafanyaje? Kinavunjika. Kwa lazima ujitahidi kufanyika chombo cha thamani. Usikubali wewe miaka yote unakuwa chombo cha udongo. Lazima upandishe hadhi yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Kwa sababu ukiangalia katika Misali kuna neno nilikuwa nisahau kuliandika. Linasema kwamba mwenye haki afanyeje? Mwenye haki afanyeje? Mwenye haki anipige, anikemee, lakini pia anionye. Lazima ukubali kuonywa ili uweze kutengenezwa. Lazima ukubali kufanyeje? Kuonywa. Niko kunaweza kupandisha thamani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa chombo cha thamani kinaweza kupatikana kwa kufanyeje? Kwa mtu binafsi kukubali kupandisha thamani yake. Lazima kila wakati upambane kutafuta namna ya kupandisha thamani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Ukitazama twende sehemu ya 4. Tunaweza kufanyika chombo cha heshima kwa kujitenga mbali na dhambi. Jambo la 4, mtu anaweza kufanyika chombo cha heshima kwa kujitenga mbali na nini? Na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Dhambi. Biblia inasema dhambi ni nini? Uasi. Kwa lazima ujitenge na uasi. Kuna mtu anaweza kuwa yuko kanisani lakini amekwisha kuasi. Amekwisha kuasi. Na anakubali kuishi kwenye uasi huo kwa sababu anahisi kwamba hakuna mtu anafanyaje anamuona. Lakini nikwambie ya kwamba ili uweze kuwa chombo cha heshima siku zote, lazima ukubali kujitenga mbali na dhambi. Kwa sababu dhambi ni nini? Ni uasi. Dhambi haina urafiki. Ukikumbatia kwa muda mrefu, iko siku itakuaibisha. Na heshima yako huwezi kuirudisha milele. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu hajanielewa. Na mtu hajanielewa. Sikiliza. Ukikumbatia dhambi, kuna siku itafika hatua itakuaibisha. Na heshima yako huwezi kuirudisha tena nini? Milele. Haleluya. Siku moja niko naongea na babu yangu, tukawa tunacheka. Nilipokuwa mdogo tulikuwa tunaongea. Akaniambia, ukichafua heshima huwezi kuirudisha tena kwa urahisi. Akanipa mfano, akasema, mfano ukiwa mwizi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa mwizi, hata ukija kuokoka hauwezi kuamini
kuaminika tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu siku moja aingie jambazi mmoja akisema, jamani, mimi nilikuwa jambazi, ninaiba sana, nimeiba mali ya watu wengi, lakini kwa sasa nimekubali kubadilika, nimempokea Yesu. Naomba mnipokee, nishirikiane nani kwa moyo. Bwana Yesu apewe sifa. Halafu tufume macho, tukifumbua unakuta simu yako haipo. Kwa kwanza kumtazama ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Sema ni huyu, hamna mwingine. Haleluya. Haleluya. Kwa heshima yako ikipotea, kuirudisha ni kazi. Lazima ukubali kushika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Yesu anasema naja upesi. Shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kama watu wanakuamini, usikubali kupoteza uaminifu wako. Usikubali kupoteza uaminifu wako. Kama watu wanakuheshimu, usikubali kupoteza heshima yako. Kuna mtu haelewi. Bwana Yesu asifiwe. Nafundisha masomo magumu. Haleluya. Nisikilize. Kama watu wanakuheshimu, usikubali kupoteza heshima yako. Kwa nini? Kwa sababu heshima ikipotea, kuirudisha ni nini? Ni kazi. Kama kuna mahali unaaminiwa, usikubali kupoteza uaminifu wako. Kwa nini? Kwa sababu ukiipoteza, kuirudisha ni nini? Ni kazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sisi tulioko hapa, Yesu amekwisha kutuamini. Ametununua kwa damu yake ya thamani pale msalabani. Anahitaji kutuona tukiishi maisha matakatifu. Sio unatembea, wewe unaanguka, kesho unasimama tena. Wewe unaanguka, kesho unasimama tena. Hapana. Mimi waga nikiwa msibani kuna jambo linalishuhudiaga. Sielewagi waga ni kwa nini. Kuna maneno watumishi wanapenda kuyasema. Nasikia na kuambia, yaani huyu amepata bahati sana. Kabla hajakata roho, alituita watumishi wa Mungu, tumemwombea sala ya toba. Sikiliza, usilete mchezo namna hiyo. Biblia yangu inaniambia kwamba mtafute Bwana kingali neema bado ipo. Kuna wakati inafika, mbingu zinafunga, tunakupeleka mbele za Yesu, tunasema Mungu mpokee. Sema Bwana Yesu. Sema hapana. Huyu wakati wa ujana wake aliutumia vibaya. Huyu wakati wa ujana wa maisha yake aliyatumia vibaya. Mbingu zinakukataa. Kwa nini? Kuna wakati neema inafunga. Wewe unabaki unasema tumemwombea sala tu, Mungu amempokea. Mungu hajampokea. Mtafute Bwana wakati una akili timamu. Kuna wakati mbingu zinakukataa. Kwa nini? Kwa sababu neema imefanyaje? Imefungwa. Haleluya. Haleluya. Wewe unatumika kwa shetani miaka yako yote. Wakati una nguvu unamtumikia shetani. Wakati una nguvu unamtumikia shetani. Umekuja hapo umekongoroka. Yawezekana kule umejikwaa umepata ukimwi. Ndio unakuja kumtumikia Yesu. Aliyekwambia Yesu ndiye anahitaji wagonjwa nani? Yesu anahitaji wenye nguvu. Ndio maana akasema, nawaandikia nyinyi vijana kwa sababu mnayo nguvu ya kumshinda shetani. Yesu sio wagonjwa. Yesu sio watu waliojikatia tamaa peke yao. Yesu anahitaji watu wenye akili timamu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Yesu anahitaji watu wenye akili timamu, sio watu waliojikatia tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa lazima sisi tuliokubali kuokoka tumtumikie Yesu kwa uaminifu. Sio unamshika Yesu kana kwamba huna uhakika na mtu unayemtumikia. Leo mguu mmoja huku, kesho mwingine huku. Hapana. Lazima tukubali kumtumikia Mungu. Kwa nini? Kwa uaminifu. Biblia yangu inaniambia usichague kuwa nini? Vuguvugu wa moto. Bora uchague upande mmoja wa nini? Wa kuwa. Yesu hapendezwi na mtu ambaye ni vuguvugu na nini? Na moto. Bana kuna watu wako vuguvugu. Kwa Yesu anapenda na kwa Mungu anafanya, na kwa shetani anafanyaje? Anapenda. Ndio unakuta kanisani wanasumbua.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa lazima tukubali kuyaishi maisha matakatifu ya kumpendeza nani? Mungu. Kwa sababu Mungu anahitaji chombo cha heshima, na sisi ni vyombo vya heshima, kwa sababu tulinunuliwa kwa damu ya thamani pale nini? Msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tulinunuliwa kwa damu ya thamani. Kwa tusikubali kuishi maisha ya kujichanganya. Lazima tuishi maisha ya kumpendeza nani? Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Usikubali kuipoteza heshima ambayo tayari Yesu amekupa. Wewe unaweza kawa hapa ukajiona kama ni kitu kidogo, lakini wewe sio kitu kidogo. Kuna heshima kubwa Yesu amekupa. Ndio maana ukiwa mahali hapa umeokoka, ukifanya jambo la aibu, leo hii unajikuta limefika mbali. Unasema wewe, tulijua umeokoka. Tulijua umeokoka. Kumbe alikuwa yuko hivi. Bwana Yesu asifiwe. Tofauti na mtu ambaye hajaokoka. Kwa nini? Wewe unachukuliwa kama chombo cha thamani. Wewe ni chombo cha thamani. Hivyo hivyo ulivyo. Wewe unaweza kama jiza wewe unasema mimi kanisani hata sionekane. Sisi hatukuoni, lakini Yesu anakuona. Wewe mbele za Bwana ni chombo cha thamani. Usijizarau, ni chombo cha thamani. Jinsi Mungu anakutazama ni tofauti na sisi tunavyokutazama. Mungu anaiona thamani yako kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni chombo cha thamani kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni chombo cha thamani kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo sikubali kuishusha thamani yako. Sikubali. Wewe ni chombo cha kupewa heshima mbele za Mungu. Usikubali mtu yeyote aishushe heshima yako. Wala wewe mwenyewe usikubali kuishusha heshima yako. Kwa nini? Kwa sababu heshima ukiipoteza, kuirudisha ni kazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa sisi ni vyombo vya thamani mbele za nani? Za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu yeyote anayekubali kuyaishi maisha ya kimungu lakini anafanya dhambi kwa uficho, iko siku dhambi itamwaibisha. Kwa nini? Kwa sababu Biblia yangu inasema ya kwamba dhambi inafanyeje? Dhambi inachukua mimba. Na nalishaiona mimba. Mimba ina kawaida inaanza kidogo kidogo. Baadaye inakuwa inafanyeje? Inakuwa. Na baadaye inakuwa haiwezekani kuificha tena. Bwana Yesu apewe sifa. Mimba ikisha kukua haijifichi tena. Ndivyo ilivyo dhambi. Usikubali kuiatamia dhambi. Itafika hatua itakuaibisha. Na heshima yako ikisha kupotea, kuirudisha ni nini? Ni kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Usilete mchezo kwa Yesu, ana watu wengi. Wengine wanapanda milima, wengine wanashuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hatutaki kuleta mchezo kwa Yesu. Yesu ana watu wengi. Wewe ukileta mchezo, wengine wanafanyaje? Wanapandishwa. Kwa nini wengine wao wanapandishwa, wewe unashushwa? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Hiyo ni neno la Mungu aliyelisikia, na Mungu ambariki. Ongeza makofi tena.